they resound. Message yangu ni understanding the will of God. Understanding the will of God. Ningetaka kusema siku ya leo ya kwamba ni vizuri sana kuelewa mapenzi ya Mungu. Na wakati mwingi we miss the will of God because we walk in the flesh. Na kila mtoto wa Mungu ni vizuri aweze kushikana na moyo wa Mungu na kuelewa mapenzi na hisia za Mungu. We read about David and the Bible says that David was a man after God's own heart. We need men and women who are after God's own heart. They want to capture the heart of God. They want to capture the mind of God. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba mawazo yetu na mawazo ya Mungu yako mbali sana. Ni kama vile mbingu na dunia zilivyo. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba sometimes tunaweza kutembea katika mawazo yetu na njia zetu na tufikiria tunatembea katika mawazo ya kiungu, lakini tuko mbali. Najifundisha na mtumishi wa Mungu Paul, ambaye he is a seasoned minister, ambaye wakati alisikia kule Colossae kuna believers ambao wamemwamini Kristo, akaandika akasema, tangu niliposikia juu ya imani yenu ndani ya Kristo Yesu, sijawacha kuwaombea ili muweze kuyajua mapenzi ya Mungu katika hekima yote ya rohoni na ufunuo. Paul aliposikia watu hawa wamemwamini Kristo, hakuwaombea kazi, hakuwaombea manyumba, aliwaombea wajazwe na kuyajua mapenzi ya Mungu. In fact, one of the major challenges tuko naye, it is to align ourselves with the will of God. To understand the will of God for our lives. Kwa sababu mtu yeyote ambaye ako katika maisha haya lazima aelewe Mungu ako na kusudi na maisha yako. Na kusudi la Mungu ni la muhimu sana katika maisha yako kuliko mambo mengine yote. Ndiposa even in the Lord's Prayer we pray, let your will be done here on earth as it is in heaven. Because everything concerning you is written in the book. Everything concerning Jesus was written. Everything concerning John the Baptist. Waliuliza wewe ni nani? Tuambie kama wewe ndiye Masia. Akasema mimi ndiye nimeandikwa juu ya sauti iliye nyikani. Let me tell you, it is also written about you. It's not just about Jesus and John and Jeremiah. Hata wewe imeandikwa juu yako. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. The Bible says in the book of Ephesians chapter 2 and verse 10, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works that were prepared for us in advance to walk in them, or for us to do. Mungu alikutengeneza na akatengeneza ama akatayarisha kazi utakayoifanya na akaandaa njia utakayoiendea. Jina la Bwana ipewe sifa. Amen. I may not share this lesson exhaustively, but I believe I have a dimension, I have some points, and I believe these points are going to help us today. We are going to study from the book of Nehemiah. Nehemiah is a type of a servant. Kama vile tunaweza kusema Moses is a type of Christ. Tunaweza kusema Musa ni mfano wa Kristo. Musa alienda kwa watu wake wakamkataa, na alikuwa ametumwa wakomboe. Baadaye akaenda jangwani miaka 40, akakuja na ishara na miujiza, akaweza kuwakomboa wana wa Israeli. Naye Yesu alikuja kwa wale walio wake, lakini hawakumpokea. Lakini bado na yeye atarudi, na atarudi kwa nguvu na uweza. Hata kuja kuzaliwa tena
katika holi la ng'ombe, atakuja kwa ishara na mambo makubwa, na kwa hivyo watamjua yeye waliyemsulubisha. Praise the name of the living God. We can also say that Pharaoh is a type of a devil. Pharaoh ni mfano wa shetani, kwa sababu Pharaoh kazi yake ilikuwa kufinyilia wana wa Israeli wakae katika utumwa, watumike na hawana faida. He is a type of a devil because kazi ya shetani ni kufinyilia watu wafanye kazi na wasiweze kujisaidia katika maisha yao. And also now we want to look at Nehemiah. And Nehemiah is a type of a servant. Na tunataka kuangalia neema ambayo ilikuwa juu ya Nehemiah, because I believe these graces are still there for us. When we read in the book of Nehemiah chapter 1 from verse 3, the Bible says, "They say to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. When I heard these things, I sat down and wept for some days. I mourned, fasted, and prayed before the God of heaven." Let us jump to chapter 4 from verse 1. When Sanballat heard that we are rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed, and he ridiculed the Jews. And in the presence of his associate and the army of Samaria, he said, "What are those feeble Jews doing? Will they restore their wall? Will they offer sacrifices? Will they finish in a day? Can they bring the stones back to life from those heaps of rubble burned as they are?" Tobiah the Ammonite, who was at his side, said, "What are they building? If even a fox climbed up on top of it, he would break down their wall of stones." Let us jump to verse 12. "Then the Jews who lived near them came and told us 10 times over, wherever you turn, they will attack us. Therefore I stationed some of the people behind the lowest points of the wall at those places, posting them by families with their swords, spears, and bows. After I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, 'Don't be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your brothers and your sons and your daughters, your wives and your homes.' When our enemies heard that we were aware of their plot and that God had frustrated it, we all turned to the wall, each to his own work. From that day on, half of my men did the work, while the other half were equipped with spears, shields, bows, and armor. The officers posted themselves behind all the people of Judah who were building the wall. Those who carried materials did their work with one hand and held a weapon in the other. And each of the builders wore his sword at his side as he worked. But the man who sounded the trumpet stayed with me." Bwana asifiwe sana. We want to study concerning the will of God from the book of Nehemiah, and from this great man of God, this great servant of God, Nehemiah. And there are a few things I want us to see in the life of Nehemiah that can help us and open our eyes to understand the will of God. Praise the name of the living God. Hallelujah. We see when Nehemiah, I'll go back to the assignment, but we see when Nehemiah got into the assignment, there are people who hated him. There are people who despised him. Praise the name of the living God. Lazima kila Mkristo ajue ya kwamba it is your portion to be hated and to be despised, and you should take it gladly. Ni sehemu yako kudunishwa na hata kuchukiwa, kudharauliwa.
na unafaa kuchukua hiyo kwa furaha. One of the things that makes people not to stand on their ground with their testimony is because they fear to be hated. They fear to be despised. Hata watu wengi wanaofanya kazi katika sehemu tofauti wanaogopa kusema mimi I am a believer na nimeokoka. Especially the deeper you go, the more people will hate you. The deeper you go, the more people will despise you. Praise the name of the living God. Vile unajaribu kuingia ndani, wachana watu wale wako in the shallow waters, wengi hawana tofauti na dunia. Kwa sababu wengine wokovu wao ni wokovu wa Misri. Lakini watu wale ambao wanaingia ndani, wanasema mimi siwezi kuiba na karamu. Mimi siwezi kunywa hiyo pombe. Na kumbuka wakati mmoja nienda South Africa, tukaenda kwa hoteli, wale tulikuwa na wao, tukaitisha chakula, wakaitisha wine, wakaniitishia, nikamwambia mimi I don't take wine. Wakaongea maneno mengi, hapa tumekutana na watu wengi, kwani wewe ni tofauti namna gani? Si wengine huwa tunaona wanakunywa. Nikamwambia niletewe juice. Wakasema, akaambia waiter usilete juice, wakanisukumia wine. Praise the name of the living God. Na saa hiyo wanaongea maneno, kwani wokovu wako ni grade gani? Jina Bwana ipewe sifa. Why? Because the deeper you want to go in Christ, the more people will despise you. The more people will hate you. Kwa sababu wewe unayeingia ndani unawacha viwango vya wengine ambao wanaweza kuwa wanaamini Kristo, lakini kuna mambo wanaweza kufanya. Paul alimwambia Timothy, everyone who want to live a righteous life in Christ Jesus will be persecuted. If you want to live a righteous life, you are going to face persecution. And persecution will come by being hated and being despised. And you know, all of us, we want to be loved and accepted. Praise the name of the living God. Lakini lazima utarajie imani yako itakufanya uonekane umezubaa. Itakufanya uonekane wewe ni mjinga. Kuna mambo hauelewi. Lakini wacha nikwambie, hiyo ndio imani tumeitiwa. Kazi ambayo Mungu ametuitia tuifanye, tutaifanya tukiwa tunadharauliwa. Tutaifanya tukiwa tunadunishwa. Kuna watu wataongea maneno ya kutudunisha. Hey, praise the name of the living God. Kwani lazima ufunge ndio Mungu afanye jambo? Ndio. Ona vile umekonda na hii wokovu yako. Ndio. Praise the name of the living God. Kuna maneno lazima uwe tayari kuyapokea kama muaminio. Jina Bwana ipewe sifa. Hallelujah. Yakobo ni mzee na anasema, consider it pure joy when you go through diverse kind of trials. Yani ufurahie wakati unapopitia majaribu ya kila aina. Yani ni kumaanisha ya kwamba count it all joy. Praise the name of the living God. Hallelujah. Some of you may not understand, but let me tell you, your saddest moments in life may be the ones that brought the greatest blessing over your life. Yani zile nyakati ulipitia uchungu na ukahuzunika, hizo nyakati, hata kama ulikuwa unamwambia Bwana, kwa nini umeniachilia? Kwa nini umeachilia hali hii juu yangu? Hiyo hali ya huzuni na majonzi na kufinyiliwa, hiyo ndio ilileta baraka kubwa zaidi juu ya maisha yako. Praise the name of the living God. I love Hebrews chapter 11 and verse 35. Ambayo inasema ya kwamba they refused to be released because they were looking for a better resurrection. Walikataa kuachiliwa kwa shida. Walikuwa na ufunuo gani? The Bible says women received back their dead, raised to life again. Others were tortured and refused to be released so that they might gain a better resurrection. They are being tortured. Na wanasema hatutaki kuachiliwa. Wacha tuendelee kupitia hii mateso. Kwa sababu gani? Tunajua wakati wetu wa huzuni,
Wakati tunapitia nyakati ngumu kwa sababu ya imani, wakati huo ndio huwa tunapata baraka na thawabu kubwa mbele za Mungu. Praise the name of the living God. But you see, hatuelewi mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo tukipitia shida na tukiteseka kwa sababu ya imani, huwa tunaona Mungu ametuachilia. But let me ask you a question. Kama wakati wa furaha ndio wakati tunatembea na Mungu, kama wakati wa celebration ndio wakati Mungu ako pamoja nasi, then Paul hakuwa katika mapenzi ya Bwana hata siku moja. Because Paul alijua kupigwa, alijua kuwekwa katika kwa gereza, alijua kuwa shipwrecked. Unajua shipwrecked ni ajali ya meli. Wacha ajali ya gari, ajali ya meli. Alijua kushikwa na nyoka wa sumu, alijua mambo yote machungu. Lakini hata akiwa jela anasema rejoice. And I say again, rejoice. Nani huyu anasema tufurahi na yeye mwenyewe anapitia hali ngumu? Ni mtu ambaye anajua mapenzi ya Mungu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Anajua hali ninayopitia kwa ajili ya Kristo ni furaha kubwa na iko na thawabu kwa ajili ya maisha yangu. Praise the name of the living God. Lakini sisi tukiteseka, tunapiga kelele sana. Tukipitia hali ngumu kidogo kwa sababu ya imani, tunapiga kelele sana. Tunasema kwa nini Mungu ameniwacha? Nani amekwambia wakati Mungu ako na wewe? Don't you know you can celebrate? Having a big car does not mean God is with you. Because there are many people who are driving big cars, but God is not with them. Building a new house does not mean that God is with you. Praise the name of the living God. Na ndio Biblia inasema mawazo yetu na ya Mungu yako mbali sana, ni kama mbingu na dunia vile zilivyo mbali. Kwa sababu sometimes we rejoice when we see good things. Tunafikiria wakati huo ndio Mungu ako pamoja na sisi. Mungu anaweza kuwa karibu na wewe hata wakati unapita katika dhiki, unapita katika shida, unapita katika kudharauliwa na kudunishwa na kuteswa, lakini Mungu ako pamoja na wewe. Praise the name of the living God. You know, sometimes I read the scriptures na ninakuwa emotional. Ninaona vile Paul ameshikwa, amepigwa, amewekwa katika gereza. Lakini Yesu anamtokea. Saa hiyo yeye ana contemplate vile ataondoka katika mji. Yesu anamtokea, anamwambia usiwache kunishuhudia katika mji huu, kwa sababu niko na watu wengi na niko pamoja na wewe. Hey! Uko pamoja na mimi na vile nimeteseka. Praise the name of the living God. Uko pamoja na mimi na nataka kutoroka hii kanisa. Nataka kuacha hii kazi ya huduma. Lakini Mungu anamwambia niko na watu wengi. Yesu anamwambia niko na watu wengi. Praise the name of the living God. Na niko pamoja na wewe. Praise the name of the living God. Hallelujah. Saa hiyo ni vidodo anapaka mafuta, lakini Yesu anamwambia hata baada ya kuchapwa niko pamoja na wewe. Praise the name of the living God. Hakuna kitu kizuri kama kuchapwa, kudhihakiwa, kudharauliwa kwa ajili ya Kristo. Anyway, watu wakikudharau na wakudhihaki kwa sababu umewamalizia supu, it's your problem. Praise the name of the living God. Hallelujah. You know, people can complain because of so many things. Kwa sababu ya maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Wanaweza complain ulienda choo na haukufresh. Ulikula chakula ukatoa nyama zote. Watu wanaweza complain kwa sababu ya vitu nyingi. Lakini umebarikiwa wakati wana complain kwa sababu umesimamia mapenzi ya Mungu. Don't be confused by understanding God's will for your life. Praise the name of the living God. Amen. Because many people are confused about blessings. Praise the name of the living God. Amen. Watu wengi wanachanganyiwa na kushindwa baraka ni nini katika maisha yao. Kuna watu walipitia maisha haya ikawa ni maisha hao waliokuwa tortured.
waliteswa na walisema hatutaki kuachiliwa mpaka tufe, kwa sababu kuna kitu tunaangalia. Sasa hao kulingana na generation yetu wamelaaniwa. Leo ukiishi ukisema we ni apostle, uishi maisha kama ya Paul, upitie zile shida Paul alipitia, watu wataona wewe ni kama Mungu amekuacha. Kwa sababu maisha ya leo, ukiwa mtumishi ni uwe na gari kubwa, uwe na nyumba kubwa, uwe na watu wanakuzunguka hapo na masuti ya black na wameweka mamiwani, mabouncer. Praise the name of the living God. Hallelujah. Wana bounce tu hapo round mtumishi yako area. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa wakati huo ndio wataona sasa Mungu ako pamoja na wewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Let me tell you, sometimes we are mistaken that we don't understand what the will of God is for our lives. Praise the name of the living God. Because we are so much and we are borrowing so much from the world. We are borrowing so much from the world and we are bringing it in the concept of the church. Mambo mengi tunayatoa katika dunia na tunayaleta katika nyumba ya Bwana, na tunafikiria kwamba hayo ndiyo ambayo yanamfurahisha Mungu, ama hayo ndiyo ishara ya kwamba Mungu ako na wewe. Our God is dynamic. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na anaweza taka ajidhirishe kwa mtu mmoja kwa njia hii na kwa mwingine kwa njia tofauti. Praise the name of the living God. Hii kingdom sio ya uniform. Hapana. The glory of God is multifaceted. Utukufu wa Mungu uko na nyuso nyingi. Nimekuambia wazee 24 wanainama, wanainuka, wanaangusha kofia zao, kwa sababu kila wakati wakiinama, wakienda kumwangalia, wanaona ako na sura nyingine ya utukufu. Wakiinama, wakisimama tena, ako na sura nyingine ya utukufu. Wanashinda hivyo usiku na mchana, kwa sababu hawajaweza kumjua jinsi alivyo. Kila wakati wanamuona na utukufu ambao ni wa tofauti. Praise the name of the living God. Walk in your own glory. Tembea katika utukufu wako ambao Bwana angetaka ajidhirishe nao katika maisha yako. Jina Bwana ipewe sifa. Hallelujah. Let's not think that God is going to use us in a uniform way. He is not going to bless us in a uniform way. Amen. It is a blessing to be in a family that is quiet. Celebration and peace are the order of the day. We rejoice to be in such a family. But let me tell you, it is also a blessing kuwa mahali ambapo kuna shida na kuna vita, na Mungu amekuweka pale ukaweze kumletea utukufu. Nehemia alikuwa anajenga, lakini alikuwa anajenga kukiwa na vita. In fact, kuna mahali kazi ilikuwa inasimama kwanza, kwa sababu vitisho vimekuwa mara nyingi 10 times over. Wanapokea vitisho, wanasema hai, tutafute kwanza silaha. Maadui wanaondoka, unakuta mtu anajenga na upande mwingine amebeba silaha. Wanajenga na wanaendelea kupigana. Jina Bwana ipewe sifa. Praise the name of the living God. Mpendwa, ukiona mambo mengine Mungu anafanya mambo mengine katika maisha ya watu, katika huduma, katika jamii, sometimes it will not be bread and butter. Itabidi kujenga na mkono moja na mkono mwingine silaha, kwa sababu maadui ni wengi, upinzani ni mkubwa, lakini mjengo lazima uendelee. Praise the name of the living God. Hautakosa kujenga kwa sababu kuna shida. Na inaongea juu ya mijengo physical na mijengo spiritual. Tutajenga kukiwa na vita, kukiwa na upinzani. Praise the name of the living God. Kazi ya Bwana bado itaendelea. Bado Bwana atajiletea utukufu. Wacha kusema vile nimeona hapa sasa, wacha nisimamishe mambo yote. Jina la Bwana ipewe sifa. Praise the name of the living God. Tunaweza kuhubiri ujumbe ambao umetoka mbinguni,
Unafikiria ni kwa sababu tulikuwa tumelala mahali vizuri, unaburudika, una meditate, lakini umetoka kupigana vita na unakuja hapa unaendelea kujenga kanisa la Bwana. Lakini wengine ukipitia mambo mengine unavunjika moyo. Lazima wakati ufike unapigwa na unasema Yesu ni Bwana na bado ananipenda. Praise the name of the living God. Amen. Mapenzi ya Bwana hayafai tu wakati unapitia mambo mazuri na raha mstarehe. Hapana, yeye bado ni Mungu. Anasema hata katika bonde la uvuli wa mauti. Siku za kuwekea Mungu masharti, wapendwa, ziliisha, kwa sababu tumejua alikuwa Mungu kabla hatujazaliwa na atakuwa Mungu siku nyingi baada ya kufa kwetu. You are not adding or subtracting anything from him. Hakuna kitu umekuja kuongeza, hakuna kitu utatoa. Yeye atabaki kuwa Mungu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa hivyo nitatembea na yeye katika hali zote. Zamani, siku ya leo huwa ninaona utoto wangu. Unajua kila mtu unapokuwa ndio unaona utoto wako, ujinga wako. Nilikuwa nafikiria ati Mungu ni Mungu wakati nimebarikiwa. Mungu ni Mungu wakati niko na mambo makubwa. Lakini mawazo yangu yameendelea kuelevuka na kujua Mungu vizuri zaidi. Praise the name of the living God. Hallelujah. We must know that suffering for Christ is our portion. And it is the will of God. And you can suffer for him and you are still in his perfect will. He is still together with you. Lazima tuache kutembea na Mungu kama watoto. Tukomae. Tujue ya kwamba huyu Mungu ambaye ametuita sio tu tuweze kupokea utukufu kwa ajili yake. Ametuita pia tushiriki katika mateso yake. Tuteswe na tuteseke kwa ajili yake. Najua watoto hawapendi mateso. Watoto hawapendi shida. Na wakipata shida, kelele, wanalia. Lakini Mungu, Paulo anasema ya kwamba nimejua kuishi nikiwa na kila kitu na nimejua kuishi bila kitu. Nimejua kuishi katika njaa. Nimejua kuishi katika kurarukiwa. Na mambo haya yote hayakunizuilia kumtumikia Mungu wangu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kuna watu tu wanajua kuishi mambo yakiwa mazuri, wanamuishia Mungu vizuri. Mambo yakiwa mabaya, a lot of noise, a lot of complaining. That is immaturity. Praise the name of the living God. Amen. Nehemiah was a servant of God. He faced opposition. He was despised. He was hated. Praise the name of the living God. He faced severe opposition. And remember, this is a man who have come from a comfort zone. Sio kama sisi wengine background zetu ni za shida. Tulijua shida. Yeye ametoka from a comfort zone. He was a cup bearer to the king. Yeye ndiye anaonja mvinyo kabla mfalme hajakunywa. Lakini bado ametoka mahali kama pale, mahali paraha mstarehe, na ameenda kupigana vita na kuteseka kwa sababu ya Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hatuoni akicomplain. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hatuoni Nehemiah akicomplain. We need to be this kind of a servant ambao wanaweza kusimama katika hali zote na waweze kumtumikia